Ukisoma Wagalatia 6:4 inasema kila mtu aipime kazi yake mwenyewe. Kila mtu aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake. Kila mtu aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake, na si kazi ya mwingine. Warumi 12:6, basi kwa kuwa tuna karama mbalimbali tulizopewa kwa neema, ikiwa ni unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani. Hiyo mistari yote inakuonyesha kwamba ukienda kusoma Warumi 6 inazungumza about uniqueness, inazungumza kitu ambacho mwingine hana. Ukija Wagalatia pia inazungumza kwamba kila mtu aipime kazi yake mwenyewe. Usifanye kipimo cha kazi yako kwa kupima kazi ya mwingine. Usifanye kipimo cha maendeleo yako kwa kuangalia maendeleo mengine ya mwingine. Usifanye kipimo cha maendeleo yako kwa kuangalia nani anaendelea vipi, progress ya mwenzako. Itakupoteza kwenye focus. Itaona kama hakuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Kuanza kufikiri fulani amefanyaje, kuanza kufikiri fulani anafanikiwaje, kuanza kufikiri fulani amepitaje. Itakupoteza kwenye focus. Kati ya sehemu ambazo zinatupa shida this time, kati ya maeneo ambayo yanatupa shida ni hii mitandao ya kijamii. Kila siku ukiamka una scroll, unapita kwenye picha za mabesti zako, unapita kwenye picha za maclassmate, unapita kwenye picha ambazo tofauti, zisije zikakutoa kwenye focus, ukajiona kwamba wewe hujafanikiwa, ukajiona wewe kwamba hauishi, unasindikiza. Hautosogea, hautoenda mbali, itakufanya usisogee, itakufanya uone hakuna kitu ambacho Mungu amekifanya. Ameweka nini ndani yako? Vidole hivyo unavyoviona, hivi viganja hivi, fingerprints tulizonazo, kiangalia hapa pako tofauti na mwingine. Hivyo ndo vitu ambavyo vinakufanya uwe the best kuliko mwingine, vinakufanya uwe ni kiumbe chenye uwezo mkubwa kuliko kingine. Kwa hiyo usije ukajidharau, ukajiona kwamba wewe hauna nafasi, hauna uwezo wa kuprogress. Mpendwa, as long as you live, you have the best time to make the best you have. Kwa sababu tu unaishi, unao muda wa kutengeneza jambo. Kwa hiyo usije ukafika mahala ukajikatia tamaa. Mwingine ninapozungumza naye anafikiri kujinyonga, anafikiri kujiua, ameona tayari maisha hayana nafasi, maisha hayana maana. Maisha yako yana maana kuliko hicho ulichokipoteza. Maisha yako yana maana kuliko hicho ambacho unafikiri kina maana kuliko kingine. Maisha yako yana maana kubwa kuliko hiyo hatua unaotaka kufikia, unaotaka kunyonga, unataka kujua. As long as you live, Mungu atakayaamshe yale ambayo unaona yamekufa. Mungu akupe moyo wa ujasiri wa kuingia 2026 kwa nguvu na kwa uwezo wote. Fikiria Januari, Machi, Februari, sijui Aprili, sijui Juni, Disemba, Mungu ametenda mambo gani kwako? Utaona kuna uhai, kuna uzima ambao ameachilia kwako. Jisifu, mwambie Mungu ninakushukuru sijaugua mwaka mzima. That is good. Mungu ninasema asante umefanya hivyo. Kila mtu yuko tofauti na mwingine. Huo utofauti ndio unaokufanya uwe bora kuliko mwingine. Huo utofauti ndio unaokufanya wewe usiwe replaceable, usiwe na mbadala mwingine. Yaani hatuna mbadala kwa wewe. Hatuna mbadala wa wewe kwenye ulimwengu. Wewe ukifa, mbadala wako hakuna. Wewe ukifa, hakuna anayeweza kufanya kama vile ambao wanafanya. Hicho ulichonacho ndio kinakufanya wewe ukawa mzuri kuliko mwingine. Kitumie, jivunie hicho. Ndio kicho ambacho Mungu alikuumba nacho. Hicho ndio hicho ambacho Mungu alikuumba nacho. Kivunie, jivunie hicho, simama na hicho. Inuka tena. Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ambao wamekata tamaa, wanapita kwenye maeneo ambao wao wenyewe hawaelewi.
Wanapita kwenye angles ambazo ukiwaambia waseme wanashindwa kutoa maelezo. Wanasikitika, mioyo yao imejeruhiwa, wanalia, hawaoni uzuri wa dunia, hawaoni uzuri wa kukaa kwenye wokovu. Machozi yamejaa kwenye mioyo ya kwao, kilio kimejaa kwenye maisha ya kwao. Yesu Kristo kawajaze, kawafute machozi, kawape nafasi tena, kawakumbushe tena kwamba kila mtu amepewa karama kwa kadiri ya neema ambayo umetoa. Kawakumbushe kwamba wajipime kwa kazi zao wenyewe, wajipime kwa vitu ambavyo Mungu umewapangia wavifanye hapa ulimwengu. Wasipime kwa kuangalia kazi ya mwingine, watajiona hawafai, watajiona hawawezi. Wasaidie wasimame tena. Amen. Sema amen hapo ulipo.